anahubiri injili, akakamatwa, akafungwa gerezani. Hasa kwa kuwa kanisa ilikuwa imetambua wajibu, kwa kuwa kanisa ilikuwa imetunza moto wa madhabahu, kanisa ikaomba. Ile Matendo ya Mitume 12:5, kanisa ikaomba Mungu. Kanisa ikafanya maombi. Kanisa wakamwita Mungu kwamba Mungu, huyo ni mtumishi wako, alikuwa akihubiri injili. Sasa maadui wamekuja, wana ghadhabu juu yake, wamemkamata, wamemweka gerezani, wakapaza sauti. Mungu akasikiliza sauti ya kanisa. Petro akatolewa gerezani. Yesu asifiwe sana. Kwa hata na wewe unahitaji maombi ili uweze kutoka hapo. Wengine katika familia unapitia dhiki kubwa sana, misiba kila siku. Umepata pesa, unashangaa mjomba kafariki. Umepata pesa, unashangaa mama mdogo anaumwa. Umepata pesa, unashangaa ndugu yako yupo hospitali. Hayo yote ni shetani anakupa kukuonea. Hasa maombi na moto wa madhabahu inamtoa mtu kwenye maonezi ya shetani, inamtoa mtu, inamweka huru. Mchana wa leo unatoka kwenye majaribu. Mchana wa leo unatoka kwenye maonezi. Kama unaamini, sema amina kubwa kwa Bwana. Moto wa madhabahu utatunzwa wake daima. Usizimike hata kidogo. Mwambie jirani yako, hautazimika. Hautazimika katika jina la Yesu. Asubuhi unashangaa mtakatifu na kuamsha, mwanangu omba. Mwanangu omba. Baada ile kuomba saa 9 usiku. Na kusema bado saa 11 ngoja nigeuke. Ule mtu ana muda wa kushambulia. Yesu asifiwe sana. Sasa mambo ya Mungu ya kuangalia hapa tunapoelekea kumaliza. Hakikisha unarejesha kile kilichopotea. Kuna mtu hapa anasema moto wangu umeshazimika muda mrefu sana. Mimi ni kijana, ni binti, ni kijana wa kiume. Moto wangu umeshazimika muda mrefu sana. Moto wangu umeshazimika muda mrefu sana. Nifanye nini? Hata sasa una wakati. Hata sasa una muda. Tambua kabisa kwamba bila moto, bila nguvu za Mungu siendi popote. Bila nguvu za Mungu sifanyi lolote. Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu leo. Simama tu kwa miguu yako hapo ulipo. Simama tu kwa miguu yako hapo ulipo.